Warumi 12 mstari ni wa 2. Biblia yasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenyu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Nirudie tena, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuongelee nia zetu, kubadilishwa kwa nia zetu. Kama nia yangu haitabadilishwa, nitabaki kukua vile vile nilivyokuwa awali. Bwana Yesu asifiwe. Naweza sema nimeokoka, lakini kama nia yangu haijabadilishwa, nitabaki kukua vile vile venye nilikuwa kabla niokoke. Bwana Yesu asifiwe. Kubadilishwa kwa nia, maandiko inasema tutafahamu mapenzi ya Bwana. When my mind is renewed, when I no longer think about the things of the world. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kuwa carnality of the mind is enmity with God. Nia ya dunia, ni kufikiria mambo ya dunia, ni uadui na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja ya mimi na wewe nia zetu kubadilishwa. Vile ambavyo tunafikiria, there is a need for us to be zibadilishwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi sana tunaombewa tubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna venye uta access the blessing kama bado fikra zako hazijabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kwanza nia yako ibadilishwe, uelewe ya kuwa mimi ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kutokubadilishwa kwa nia zetu inatufanya tunaishi kwa in bondage. Bwana Yesu asifiwe. Bado tumefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pindi ambapo nia zetu zinabadilishwa, that is when we access the freedom of God. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi sana fikra zetu ndio zenye zinakuanga zimetufunga. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa kuwa Mungu anasema unaweza, lakini fikra zako zinakuonyesha hauwezi. Kumaanisha hata kama Mungu amesema unaweza, utabaki hauwezi. Mbona? Fikra zako bado ziko pale, hauwezi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kuna haja ya fikra zangu na fikra zako zibadilishwe. Bwana Yesu asifiwe. Nia yangu ibadilishwe niweze kufahamu nia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nia zetu zikibadilishwa, tunaweza kufahamu nia za Mungu. When our minds are transformed, we understand the will of God. Bwana Yesu asifiwe. When our minds are transformed, we understand what God wants from us. But kama mind zetu bado hazijakuwa renewed, kama bado nafikiria zile vitu za kale, I will still be in the same place. Bwana Yesu asifiwe. I will still move in the same place. Reason being, bado nia yangu haijabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi sana tunasemanga tumeokoka, Kristo ni Bwana, niliokoka miaka mingi iliyopita. Lakini ukiangalia matendo yangu haijatoka kutoka venye nilikuwa. I am still the same. Bwana Yesu asifiwe. Si ati siwezi badilika, naweza badilika. Lakini kitu moja nimekataa nia yangu kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. No wonder bado ninarudi nyuma. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ananiita nisongee utakatifu wake, lakini bado nazidi kusonga nyuma. Mbona? Nia yangu haijabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa nia yangu haijabadilishwa, sifahamu mapenzi ya Bwana. Sifahamu jinsi nitakavyompendeza. Praise the name of the living Lord. These children, kama wana wa Israeli, kama fikra zao zingebadilishwa, kama nia zao zingebadilishwa, wangefika the promised land. Bwana Yesu asifiwe. But because their minds were not transformed, walishinda wakizunguka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema, be not conformed to the patterns of the world, but be transformed by the renewal of your mind. Usifuate, usibadilishwe na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kubali nia yako ibadilishwe. Jina la Bwana litukuzwe. Nia yako ikibadilishwa, utafahamu mapenzi ya Bwana. Praise the name of the Lord. Tukubali tu nia zetu zibadilishwe.
Jina la Bwana litukuzwe. Kuna ombi ambalo unashinda ukiliomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama nia yako, nia yangu haijabadilishwa, bado sitapata jibu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nia yangu ibadilishwe. Lazima nia yangu ibadilike, ndiposa nikaweze kupata jibu, ndiposa nikaweze kufahamu na kusikia sauti ya Mungu. Praise the name of the Lord. If I am not able to allow my mind be renewed, bado nitakuwa narudi Misri na nafaa kwenda Canaan. Bwana Yesu asifiwe. Your journey is to go to Canaan, but bado umeshikilia vitu za Misri. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kuwa wakati Nimrod alifikiria kutengeneza mnara wa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Si kutengeneza, wakati alifikiria, Mungu alifahamu. Jina la Bwana litukuzwe. God knew. Bwana Yesu asifiwe. There is power in what you think. Imo nguvu kwa fikra zako, kwa kile ambacho unakifikiria. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua kufikiria is the kuzaliwa kwa kila jambo. Jina la Bwana litukuzwe. Nikifikiria jinsi nitakaa maisha utakatifu, hakika kuishi maisha utakatifu kutazaliwa ndani yangu. So our mind give birth to everything. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nivaa hivi venye nilivaa, kwanza nilifikiria nikivaa dress nitakaa hivi. Nikivaa yellow, green na red na black na white kwa mwili mmoja nitakaa hivi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo fikra zetu, they are the first step. Bwana Yesu asifiwe. Kwa matendo yako, they give birth to whatever you do. Mawazo yangu yanazaa matendo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi tenda bila ya kufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna vile ambavyo nitatenda kinyume cha kile ambacho ninafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo nafikiria maovu, matendo yangu yatakuwa maovu. Iwapo nafikiria mema, matendo yangu yatakuwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna venye nitafikiria vizuri na ni act vibaya. Nikifikiria vizuri nita act vizuri. Nikifikiria vibaya nita act vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nia yangu na nia yako, ndiposa tufahamu mapenzi ya Bwana. Sidhani kuna any other thing enye we desire more, that we should desire more other than knowing the will of God. I don't know if there is any other thing which we can well desire other than the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Because knowing the will of God ni kufahamu mahusia ya Bwana. Knowing the will of God is knowing the mind of God. Bwana Yesu asifiwe. And when you know the mind of God, you will know what God wants. And when you know what God wants, you will do what God wants. And when you do it, you will please the Lord. Wewe ndiye adui mkubwa sana wa maisha yako. Praise the name of the Lord. Kwa kuwa pale ambapo Mungu alikusudia ufike na hujafika, ni wewe mwenyewe umejifungia kufika. Praise the name of the Lord. Kwa kuwa the greatest enemy, the biggest enemy of your life is yourself, not people. It is just but yourself. Bwana Yesu asifiwe. Na ule wakati nia yako itabadilishwa. Unaona, it took nia ya Isaac ibadilishwe, afahamu even when it is dry nitapanda. Bwana Yesu asifiwe. Kubadilishwa nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo inakuwa si nia yako tena ni nia ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Pale ambapo nia yako inakuwa compromised so that the will of God may be done. Praise the name of the Lord. What is your will? Nia yako ni gani? And one thing we should know, mapenzi yako na ya Bwana hazijaifanana na hazitawahi fanana. Bwana Yesu asifiwe. Because when you want A, Mungu anakuambia enda B. Bwana Yesu asifiwe. Naona Yesu anasema yeyote yule atakayenifuata must deny, lazima ajikane. Bwana Yesu asifiwe. Kujikana ni kukataa nia yako mwenyewe. Hakika napenda kufanya hili, lakini kwa sababu nia ya Bwana ni nyingine, nitafanya nia ya Bwana. Praise the name of the Lord.
The reason as to why we are still the same way, I repeat again, bado hatujabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. The reason as to why before nikombolewe nilikuwa kazi yangu ni mbea, nimeokoka bado niko kanisani bado naleta umbea, ni kwa kuwa sijabadilishwa fikra zangu. Bwana Yesu asifiwe. Before niokoke nilikuwa mzinzi, nimekuja kanisani nimeokoka bado mimi ni mzinzi. Mbona fikra zangu, nia yangu bado haijabadilishwa? Bwana Yesu asifiwe. So we still fight the same enemy. Bwana Yesu asifiwe. The same enemy is still dominating your life. Adui yule bado ana dominate your life. Mbona fikra zangu, fikra zako bado hazijabadilishwa? Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unafanya jambo kabla ya Yesu. Maandiko inasema kuwa because umefufuliwa na Kristo umefanyika kiumbe kipya. Ya kale yamepita, umefanyika kiumbe kipya. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kama bado unaona uko na ukale, jina la Bwana litukuzwe, shida ni akili. Shida ni fikra. Shida ni nia. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha James maandiko inasema kuwa mnaomba na hamujibiwi. Mbona? Mungu anaangalia nia. Unaomba na nia gani? Jina la Bwana litukuzwe. Nia yako ni gani? It is all about what your will is. Nia yako na ya Mungu zinafanana. Ndiposa Mungu akujibu mapenzi yako, lazima nia yako iwe sawa. Kitabu cha Yohana wa kwanza inasema kuwa ujasiri ambao tuko nao, ushujaa ambao tuko nao ni kufahamu ya kuwa chochote kile ambacho tutaomba ambacho ni mapenzi yako tutakipata. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha jawabu ya maombi yangu, jawabu ya maombi yako ni kuomba nia ya Bwana, ni kuomba mapenzi ya Bwana. Praise the name of the Lord. But when I'm praying my will, maombi yangu haitajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati ambao nia yangu haijabadilishwa, I will still zibenye tabia yangu ya kale nitaileta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa the army of Satan amongst God's people. Bwana Yesu asifiwe. Kampeni ya shetani kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mbona watu wa Mungu tumekataa kubadilishwa fikra zetu? Tumekataa kubadilishwa jinsi tunavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko imesema kuwa tukubali kubadilishwa nia ndipo sasa tufahamu mapenzi ya Bwana. Mapenzi ambayo ni mema, mazuri na mapenzi ya ukamilifu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You know, the reason as to why tunashinanga tukisema kuna unafiki, nitakuwa mnafiki kwa sababu bado sijabadilishwa. If my mindset is wrong, I will believe in the wrong things. If my mindset is good, I will believe in the good things. Bwana Yesu asifiwe. Believing ina lead to faith, imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia everything ni fikra, nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Nia yako ni gani? Nia yangu ni gani? Be transformed by the renewal of your mind. Not be transformed by what you eat. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angependa angesema badilisheni na kile ambacho mnakikula. Lakini ameona badilisheni na fikra zenu. Bwana Yesu asifiwe. How you think, vile ambavyo unafikiria kutakubadilisha mwenyewe. Praise the name of the living Lord. Lakini kama nia yako haitabadilishwa. Hosea, is it Hosea aliambiwa ende awe Goma? It is Hosea. Ama ni nani? Ni Hosea. And licha ya kumwoa na kumlipia mahari na kila kitu, mindset ya Goma haikuwa imebadilishwa, haikuwa imebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikuwa anatoka kwa mume wake anaenda
kule kwa wanaume wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa amefahamu ya kuwa amekuwa mke, ameshakuwa mke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akafananisha hiyo na wana wa Israeli, ya kuwa hamfahamu ya kuwa you are my bride. Nini? You are my bride to be. Praise the name of the Lord. When you are free, you will only be free when your mind inakubali you be free. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama bado akili yako, kama bado haujafunguliwa hapa, hautafunguliwa kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama bado nia yako haijafunguliwa, utazidi kukua bado kwa utumwa. Praise the name of the Lord. No wonder the children of Israel wanasema kule Egypt kulikuanga na makaburi mzuri tunaweza zikwa. Bwana Yesu asifiwe. Mbona bado hawajabadilika? Bwana Yesu asifiwe. Tunakosa kuona baraka za Mungu kwa kuwa bado hatujabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko imesema ya kuwa kubadilika kwa nia zetu inatufanya tunafahamu mapenzi ya Mungu. Si mapenzi yako, si mapenzi yangu, mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila wakati tunaimbanga hapa, nataka kufanya mapenzi yako. Hauwezi fanya mapenzi ya Mungu kama bado unafikiria vile vile. If you still think the same, if your mind is not renewed, you won't do the will of God. Bwana Yesu asifiwe. But when your mind is renewed, you will know and you will do the will of God. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. In your walk with Christ, what is bringing you behind? Your mindset. Bwana Yesu asifiwe. Your mindset. Mara mingi ujiona your mindset determines who you are. Bwana Yesu asifiwe. That is why unaweza chukua mtu mwenye amezoea kuishi maisha ya juu sana, umpeleke hizi sehemu zenye watu wenye wako less privilege wanaishi, lakini ataendelea kuact the same way. Bwana Yesu asifiwe. Ataendelea kungoja asubuhi analetewa breakfast in bed. Hajui huku ni amka tafuta breakfast yako. Bwana Yesu asifiwe. Bado mindset yake haija change. Na wakati ambapo mindset yake ina change, hapo ndio pali ambapo ana accepting reality na anaanza walk with the truth. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nia yako na nia yangu zisipobadilishwa, whatever we are living in is a world of lies. Bwana Yesu asifiwe. Ni kadunia kamejaa uongo, kadunia ka uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sijabadilishwa? Suluhu ni be transformed by the renewal of your mind. Bwana Yesu asifiwe. And how is your mind renewed? By the word of God. This word of God renews my mind, renews your mind. Bwana Yesu asifiwe. Not vitu zingine. Neno la Bwana linabadilisha jinsi unavyowaza, jinsi unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa maandiko yanasema neno la Bwana ni upanga unaokata kuili. Kumaanisha kule ambapo hakufai kuna katwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Bwana linabadilisha jinsi tunavyofikiria. Praise the name of the Lord. That is why the Bible says that in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. In the beginning, neno. Bwana Yesu asifiwe. When this word, Joshua kambwa, meditate this word day and night. Bwana Yesu asifiwe. Meditation takes place in the mind. Meditate. Bwana Yesu asifiwe. How will you meditate if you don't read? Read the word of God so that you can meditate. And when you meditate, you'll be transformed. And when you're transformed, you'll understand the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I hope we've learned something.